Mpendwa rafiki yangu, Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu tena kwa mara nyingine nikiwa na imani kwamba mzima wa afya. Yesu ni Bwana. Heri ya mwezi wa sita, heri ya mwezi wa sita, na tumaini kwamba Yesu amekuvusha salama na uko salama mahali pote ulipo kwa neema za Mungu. Na mimi pia namshukuru Mungu niko salama kabisa, na namshukuru Mungu kwa neema ya pekee ambayo amenipa ili nisimame kwako tena siku ya leo ya mwezi wa sita kabisa. Mpendwa mtoto wa Mungu, nina neno ndogo tu la kutaka sana kukukumbusha, na pia hata mimi nijikumbushie neno hili, kwa sababu mara nyingi binadamu tunakuwa na hali ya usaulivu, tunasaulika. Tunaweza tukasahau kwa furaha, tunaweza tukasahau kwa shida, tukajipotezea kabisa, tukawa tukumbuki lolote. Na wakati mwingine tunaweza tukawa tunakumbushwa, lakini tukapotezea tu, tukajifanya kutokujali. Najua neno hili si ngeni kwako, si nyipya. Umelisikia hata sehemu nyingi, yawezekana hapa mtandaoni, yawezekana hata mahali unapokusanyika na kujumuika huko. Lakini mpendwa wa Mungu, ametamani sana katika mwezi huu niweze pia tena kukukumbusha, na hata mimi kuikumbusha nafsi yangu katika neno hili. Neno linalopatikana katika kitabu cha mwongozo wetu ambao ni Biblia, kitabu cha Wakorinto, kama barua ya Paulo ya pili kwa Wakorinto, sura yake ile ambayo ni ya 7 mstari wake wa kwanza. Barua ya pili ya Paulo kwa Wakorinto, sura ya 7 mstari wake wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi: basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Bwana. Neno la Mungu linasema hivi, mpendwa, najua wewe ni mtoto wa Mungu. Najua wewe umempokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi. Najua wewe umebatizwa. Najua wewe unamkiri Yesu kuwa ni Bwana. Najua wewe unafanya ibada, unatoa sadaka, unafanya mambo mengi ya usuyo ibada. Lakini neno la Mungu linasema hivi. Paulo anasema na kanisa la Wakorinto, hasemi tu na watu, bali anasema na watu ambao tayari wamempokea Kristo, tayari wamemkubali Kristo kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini anawasihi na kuambia kuwa kwamba anawaita wapenzi. Ina maana aliwasamini, aliwajali, aliwapenda. Walikuwa ni watu waliokuwa kwenye akili zake na kumbukumbu zake. Anawaambia kwamba kwa sababu tunayo ile ahadi ya kurithi uzima wa milele, ya kuishi pamoja na Kristo, ya kuwa wana wa ufalme wa mbinguni, Paulo anatuambia kwamba tujitahidi kujitakasa nafsi zetu. Haleluya. Tujioshe pia, tujioshe na uchafu wote wa mwili na pia na wa roho, na tuendelee kusimama katika kudumu kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wametupotosha sana. Injili nyingi imetupotosha. Watu wakisema kwamba Mungu utazama roho, Mungu atazami mwili. Lakini mpendwa, Paulo anatusia hapa. Anatuambia kwamba kwa sababu tunayo ahadi, tutakase nafsi zetu. Ina maana tujioshe, tujioji, tuulize nafsi zetu zinawaza nini, nafsi zetu zinafanya nini. Anatuambia tujioshe na nafsi zetu, tuoshe na uchafu wote wa mwili, ili tupate kuwa watakatifu pia katika roho zetu. Hapa anasema mambo matatu. Anasema utakaso wa nafsi, utakaso wa mwili wetu wote. Huu mwili tunaovaa ambao unasemekana ndio hekalu, uoshwe, utakaswe, na roho zetu zote zitakaswe, ili tupate kuwa watu walio wakamilifu. Mpendwa, hizo injili za kwamba Mungu anaangalia roho, aangalii mwili, zinatoka wapi? Paulo anasema uchafu wote wa mwili tujitakase nao,
tuoshe uchafu wote ambao uko kwenye mwili wetu, unaoweza kuathiri nafsi na unaoweza kuathiri roho zetu, ili hii ahadi tukaipoteza. Mpendwa, Paulo anatusihi kwamba tujioshe, tujitakase. Mpendwa, unafanyia nini mwili wako? Mwili wako unachukuaje? Mwili wako unautunzaje? Mwili wako unauoshaje? Walio wengi wanauosha kwa kuukirimu, walio wengi wanauosha kwa kuubadilisha na makeup, walio wengi wanauosha na kuongeza makope, kuongeza makucha. Walio wengi wanauosha na kujichubua, walio wengi wanauosha na kujipamba. Lakini mpendwa, Mungu hajasema kujiosha kwa hivyo. Mungu hajasema kujiosha kwa hivyo. Paulo hajatusihi kujiosha kwa hivyo. Hayo yote unayoyaweka, unaendelea kuchafua mwili na kuendelea kujikosesha ile ahadi ambayo Mungu aliyotuahidi na anayotuahidi mpaka sasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Natamani sana kumalizia nawe mpendwa katika neno hili, pia katika kitabu hiki cha Wakorinto wa pili, sura yake ni ya 5 mstari wake wa 10. Mpendwa, kwa nini tujioshe nafsi zetu? Kwa nini tujitakase nafsi zetu? Kwa nini nafsi zetu zitakaswe? Kwa nini mwili wetu wote unatakiwa uwe safi? Kwa nini roho zetu na zenyewe zinatakiwa ziwe safi? Mpendwa, angalia wewe unayefundishwa na kuambiwa kwamba Mungu hataangalia roho, hataangalia mwili, na angalii mwili, anaangalia roho. Mpendwa, uongo mtupu wanakudanganya, wanakupeleka kuzimu. Kubali neno la Mungu linasema nini. Huyo mchungaji wako hana mbingu yake, huyo nabii wako hana mbingu yake, huyo mwinjilisti unayemwamini hana mbingu yake. Yeyote unayemsikiliza anayekupa mafundisho ya kukupaka mafuta, mpendwa, hana mbingu yake atakayoweza kukuingiza. Mbingu ni ya Mungu mmoja, na sheria yake ndio itakayotuingiza, na kweli yake ndio itakayotusaidia, na kweli yake inapatikana katika maandiko matakatifu ambayo tena hayataongezwa wala hayatapunguzwa. Ni haya tunayoyarudilia vizazi hata vizazi, lakini kitakachotusaidia ni kutii na kuyatembelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kuangalia mchungaji wangu anasema nini, yule mwinjilisti anasema nini, yule ninayempendaga kila siku, ninayemfuatiliaga, anayenibariki anasema nini. Mpendwa, fuata neno la Mungu linasema nini, linakusii nini, linataka uishi aje, uwe mtu wa aina gani katika safari ya wokovu. Mungu anataka uwe nani, uwe nini, umsikilize nani. Mungu atusaidie. Yesu akasema kwamba wachungaji wao ni vipofu na wote watadumbukia shimoni. Mpendwa, ukiwa na mchungaji kipofu ambaye anakupotosha katika kweli ya Mungu, jua kwamba nyote mahali penu ni pamoja, ni shimo ndio mnakwenda kudumbukia. Lakini kwa kujiokoa mwenyewe, jijengea hata tabia kujisomea neno la Mungu, ili mwenyewe upate kuelewa Mungu anataka nini katika maisha yako. Mungu anataka ufanye nini katika maisha yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Nasoma hili neno pia linasema hivi: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Sote tutawajibika kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, na Kristo atahukumu. Kwa nini? Atahukumu kwa matendo tuliyoyatenda katika mwili, sio yale kana kwamba tulitenda katika roho. Mungu anaangalia roho. Kwa nini hapa Mungu ataangalia mwili? Kwa nini hapa Mungu atahukumu katika mwili? Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo unayoyatenda leo katika mwili ambao tumevaa, matendo ninayoyatenda leo katika mwili huu ninaovaa, hayo ndio yatanifanya mimi nipewe haki ya kuhesabiwa kuwa mwana wa Mungu na kurithi uzima wa milele, au kukataliwa milele na kutupwa katika hukumu ya milele. Mungu atusaidie. Utahukumiwa katika matendo uliyoyatenda katika mwili, sio katika roho. Mtoto wa Mungu, chukua tahadhari ya roho yako, chukua tahadhari ya nafsi yako, chukua tahadhari ya maisha yako ya umilele. Mpendwa, mbingu ni moja na msimamizi wa mbingu ni mmoja, sio wawili.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna cheo cha mchungaji ambacho utakwenda kusema mbele za Mungu, mchungaji wangu alinifunza hivi, alikuwa ananiambia hivi, alinishauri hivi. Hakutakuwa sababu mbele za Mungu za mtu kujitetea kana kwamba mimi niliishi hivi kwa sababu ya hivi, mimi niliishi hivi kwa sababu ya hivi. Neno hili ndio mwongozo na njia. Wapendwa, wote tumeokoka, tumetoka katika takataka na matope ya dhambi. Lakini mimi kilichonisaidia na kusimama katika kweli ya Mungu, nilitaka sana kusoma neno, nilitaka sana kujifunza neno, nilitaka sana mimi mwenyewe kujisomea neno. Sikutaka tu kusikiliza, lakini pia kufanya utafiti na kufuatilia ninachofundishwa ni kweli au ni uongo. Bwana Yesu atusaidie. Mpendo, ukitaka kusimama na kumpendeza Mungu, uwe msomaji wa neno, sio tu kuwasikiliza wale kana kwamba wanasema hivi na uwafate. Wengine ni waongo, wapotoshaji, walimu wa uongo wameenea, walimu wa uongo wamejaa, ambao ni maajenti wa kuzimu, wanakuja kujitafutia roho za watu na kuweza kuzipeleka kuzimu kwa faida zao binafsi na kujinufaisha kwa ajili ya tumbu zao. Wao tena wameshasinye kontra na shetani, hawajali kana kwamba hukumu ipo, hawajali. Wanaona tayari wanakula raha zao za dunia, tayari wana mikataba yao na shetani. Hata kama wakienda huko, na hata nafsi yako pia ikienda huko, kwao ni furaha, kwa sababu wanajivunia kile ambacho wanakikusanya kwa shetani. Mungu akubariki. Ni hayo machache nitamani sana kukukumbusha kwa majira haya ambayo Mungu amenipa neema ya kusimama na kusema nawe, rafiki yangu, mpenzi wangu, mtoto wa Mungu, ili sote siku moja tuweze kurithi uzima wa milele kwa pamoja. Mungu akubariki, neema ya Kristo ikufunike. Ulikuwa na Mifeza Josefu. Ninakupenda sana, Kristo anakupenda zaidi yangu. Shalom.